Ndio. Mafuta vyombo vile vyote. Ndio. Navyo vilivyojaa ndio ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango, yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo. Ndio. Na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Yani, akamwambia hakuna tena chombo. Yani ndio ile sasa mtu jaridhika. Alikuwa ngoja tu kwa vile mtumishi amesema wacha tumichukue vyombo. Lakini laita angejua angetokea haya, nafikiri angesema mtumishi nipa hata siku moja nikusanye mapipa. Ila kwa vile alitii, lakini huko akiwa na kahofu kidogo, maana vile vyombo vilikuwa sio vingi. Ila laita angejua muziki wenyewe ndio huu, nafikiri siku hiyo angesema hebu leo mtumishi tulia kwanza, tulia. Yani tulia nikusanye mapipa. Endelea hayo. Point yangu iko hapa sasa. Inaenda kayauze mafuta hayo, uilipe deni yako. Nayo yaliposalia uyatumie wewe na watoto wako. Amina kama mtumishi. Bwana apewe sifa. Kwa uhalisia huyu alikuwa hafanyi biashara. Lakini tunaambiwa kwa hivi, aliambiwa nenda kauze mafuta. Kwa hiyo manake unapoomba kitu ujue ni kwamba Mungu amekuandalia na matokeo ya pili yake. Bwana apewe sifa. Yani manake unapoomba biashara ujue Mungu amekuandalia na wateja. Kwa haraka ni kwamba hata kama vijaandikwa vyote, lakini najua alipotoka na mafuta ni kwamba aliyauza yote. Inawezekana na pesa zingine zilibaki na akabaki mafuta kupikia, si ndio? Kwa hiyo unapoomba Mungu usimkadirie, ukafikiria kwa mfano, hivi mimi leo hii huu mtaani hapa nikianzisha biashara ya kuchoma mahindi, kweli kuna walaji wa mahindi? Lakini kama kweli umesikia unahitaji kufanya hiyo biashara, chukua hatua. Usiwe na mashaka, kwa sababu atakaye kuletea wateja ni yeye. Bwana apewe sifa. Sasa hapo ndo tunapokosea kwenye kuomba. Unakuta mtu umeshajibiwa lakini bado unaendelea kuomba tu.